Tumekuwa na masomo nyeti ya msingi sana ambayo yanatutia nguvu sana ya kuendelea mbele. Tunaona namna ambavyo kama waadventista wa Sabato na wasafiri wa kwenda mbinguni tumepewa agizo la kuenenda, kuwafanya watu wote kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Sio wanafunzi wako, wa Yesu Kristo. Kwa jukumu tulilo nalo ni kuhakikisha hawa watu wanakuwa wanafunzi wa Yesu kweli kweli. Jukumu ambalo tumeachia kwamba nimtengeneze kiasi na kwamba ana uwezo wa kufanana na Yesu Kristo. Kwa hiyo ni utume ambao Mungu ametupatia watu wa Sabato. Ametupa jukumu la muhimu sana ndani ya kanisa. Na jukumu hili kama tutalichukulia kwa mtazamo chanya, ni moja ya sababu zitakazo kutufanya tuendelee kuwa watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ni nyenzo mojawapo ya kutusaidia kuokolewa. Kwa hiyo Mungu anapoleta kitu, anapokiweka kwetu, ni kwa makusudi yetu wenyewe. Malaika wangeweza kuhubiri habari njema, wangeweza kuja mwaya hapo kahubiri, watu wengi wakajitoa, wakamtambua Yesu na kumkubali kuwa Bwana na mkombozi wa maisha yao. Lakini kwa nini kwetu? Ni ili sisi tunapowatengeneza wengine, na sisi Bwana anatutengeneza. Kwa hiyo utume ndio ajenda ya kanisa hili. Na wewe kama ni msafiri na miongoni mwa hili kanisa, huwezi kukwepa utume. Hauwezi kukwepa kuwaleta wengine wamfahamu huyo Yesu uliyemfahamu. Ajenda yako itakuwa hiyo kwenye akili yako. Ukiwa nyumbani kwako, ajenda ni hiyo, watu waokolewe. Ukiwa kwenye biashara zako, ajenda ni hiyo, watu waokolewe. Ukiwa katika mashamba, watu waokolewe. Hiyo ndio ajenda ambayo kama tutaichukulia kwa mtazamo chanya, ndio itakayobeba nafasi kubwa sana katika maisha yetu. Lakini cha kusikitisha, ajenda iliyo kuu tumeisahau na kushughulika na ajenda ndogo ndogo, ambazo hizo ndogo ndogo ni sehemu ya ajenda ambayo tumekabidhiwa na Mungu. Tunatoa uzuru kama walivyotoa kipindi kile Yesu alitoa kisa. Ila akasema anakwenda kutazama shamba langu jipya nimelinunua. Mwingine anakwenda hivi. Wengi tumetoa na tunaendelea kutoa uzuru katika hii kazi ya Mungu, tukisingizia kwamba tuko busy. Nataka nikwambie wewe sio busy zaidi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu amejitoa kuwa pamoja na wewe katika kazi ya kuokoa wewe. Na maana wewe na Mungu, nani yuko busy? Wewe sio busy. Wala usije ukajisingizia wewe ni busy, sio busy. Maana kuna wakati kama Bwana hata shikilia afya yako, unaweza ukaamka alafu ukajikuta afya imebadilika na unasema uko busy na shughuli zako. Huwezi kuwa busy ukaiacha kazi ya Mungu. Wapendwa, tumeitwa kufanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo tunaendelea kufanya kazi ya Mungu, haya mengine tutayafanya. Ina maana haya mengine ni ziada. Lakini jambo ambalo limetuita, limefanya tuitwe ndani ya hili kanisa, ni kuhakikisha watu wanaokolewa. Hilo ndio kusudi la Mungu. Na kama hatutachukua hii ajenda kama ajenda kuu, tunaweza tukawa katika hatari kubwa. Ndio ile ambapo tukawa tunasema sisi wasafiri, yaani nikasema wamebeba taa, lakini mara baada ya tukio taa zikawa hazina mafuta. Wapendwa, katika kanisa la Mwaya, wana Mwaya na marafiki zangu mlioko hapa, kanisa hili lipo kwa ajili ya utume. Bwana Yesu asifiwe. Halipo kwa ajili ya jambo lingine lolote, liko kwa ajili ya kuandaa watu kwa ajili ya kuokolewa.
Na ndio maana utagundua Yesu Kristo anawaambia wanafunzi wake, siwaachi peke yenu, naja kwenu, sitawaacha ninyi yatima, nitamwomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Akae na. Lakini ukishuka kidogo kwenye 1:8 Matendo anasema mtapokea nguvu akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nani mtakuwa mashahidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wenye Roho Mtakatifu ni mashahidi wa Yesu Kristo, na hii ndio sababu na ishara ya kwamba mimi nina Roho Mtakatifu au sina. Kama nipo ndani ya kanisa lakini sioni hamu ya kufanya kazi ya Mungu, ni ishara ya kwamba bado ninahitaji kuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Maana ili uwe shahidi lazima uwe na nguvu ya Roho Mtakatifu. Huwezi kuwa shahidi kama una Roho Mtakatifu. Huwezi kuwa shahidi mwaminifu. Huwezi kuwa shahidi wa kweli, shahidi ambaye anabeba taswira na picha ya Yesu Kristo katika maisha ya watu, kama Roho Mtakatifu ndani yako hayuko. Tapokea nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Na fungu letu limesomwa vizuri hapa. Yohana, turudie kidogo 14:16-17. Kuna kitu kidogo hapo nataka nikiguse hapo, alafu tuendelee kidogo mbele, ili tuone kwamba nini Mungu anataka tukielewe katika ibada ya leo. Biblia inasema ndio, nami nitamwomba Baba atawapa msaidizi mwingine. Huyu anakaa nasi hata milele, ndiye Roho wa kweli. Ndio, ulimwengu hautampokea mpaka tuwafahamishe habari zake. Bwana Yesu asifiwe. Ambao ulimwengu hautampokea, hawawezi kumpokea kwa kuwa wamuoni wala hawamtambui. Bali ninyi wakina nani? Mimi na wewe tunayemjua Yesu tunamtambua. Bwana Yesu asifiwe. Anakaa kwetu. Maana yake Roho Mtakatifu hakai kwa kila mtu. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu anakaa kwa mtu kwa makusudi special kwa ajili ya kazi ya Mungu. Na maana kuna watu ambao wengine bado hawako tayari, hawatapokea nguvu ya Roho Mtakatifu, hawatakuwa na Roho Mtakatifu kwa sababu sisi tunaojua habari hizi hatujaenda kuwaambia wampokee Yesu, wapewe nguvu ya Roho Mtakatifu, waende kazini. Hello. Kwa hiyo utagundua Roho Mtakatifu hakai kwa kila mtu, anakaa kwa mtu aliyekubali kujisalimisha, mtu ambaye amemkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na mkombozi wa maisha yake, ambaye anakwenda kuwa shahidi. Bwana Yesu asifiwe. Shahidi wa nani? Shahidi wa Yesu Kristo. Kwa kipi? Kile Yesu alichokifanya. Kwa marafiki zangu, unaweza kuwa ndani ya kanisa muda mrefu, lakini Roho wa Bwana ikawa changamoto kwako, ni kwa sababu hautaki kujihusisha katika kazi ya Mungu. Na Biblia ukisoma vizuri, anaeleza vizuri ya kwamba huyo Roho wa kweli, ambaye huyo Roho atatuthibitisha katika kweli yote. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana anasema uzinzi ni dhambi, ni kweli yote, acha. Naendelea na uzinzi ni ishara ya kwamba unahitajika kupata nguvu ya Roho Mtakatifu. Maana Roho hawezi kukaa ndani yako alafu asikuthibitishe ya kwamba hii ni kweli. Ukiona watu wanaendelea katika maasi, jua wanahitajika kuwa na nguvu hii ya Roho Mtakatifu ndani yao, ili maasi yaachwe kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Saidizi mwingine, Roho wa kweli atatuthibitisha, atatufundisha, atatuongoza katika kweli yote. Kwa marafiki zangu, ukiwa umeitwa katika kanisa, umeitwa kufanya kazi na Roho Mtakatifu kwa kusudi la kuokoa wengine. Swali ni hili:
Swali ni hili: je, uko tayari Bwana akutumie katika kazi yake? Swali ambalo tunapaswa kujihoji kila mmoja wetu. Kwa hiyo siku hizi 10 zimekuja rasmi kwa ajili yangu na kwa ajili yako, kuondoa mitazamo ambayo imefanya tushindwe kufanya kazi. Na ndio maana namuelewa sana Yesu anaposema ya kwamba mkishapokea nguvu hamwanzi Samaria. Ishara ya kwamba upokea nguvu haianzi Samaria, inaanzia Yerusalemu. Hello. Yaani hapo usidanganye. Yaani kama una Roho Mtakatifu utaona Yerusalemu. Hello. Yaani wewe ni baba kwenye familia unasema una Roho Mtakatifu. Hatuhitaji kuona Roho Mtakatifu akifanya kazi ndani yako unapokwenda kuhubiri Samaria. Tunahitaji kumuona katika Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Maana hicho ndio kipimo cha kwanza kwamba una nguvu ya Roho Mtakatifu. Anza Yerusalemu. Sasa wewe ni baba kwenye familia yako, mama anapokuona unatoka kazini, anapita huku anatokea huku, maana ameingia simba nyumbani. Hapo ukija kanisani unasema haleluya, tunahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu. Wezi familia yako ikuthibitishe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana sikiliza niwaambie, huyu Roho wa Bwana akikaa ndani yetu, hata familia zetu zitajua kwamba huyu baba ni wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii tukifanya tathmini ndogo kwa wakina mama na wakina baba, utagundua ya kwamba tunasafiri, lakini ndani anayejua zaidi kwamba sisi ni wa kiroho, mimi ni wa kiroho, ni mume, mke, watoto walioko nyumbani. Ila tukija watu wanaotuzunguka, tukinyonga tai vizuri hivi, koti vizuri hivi, nasema huyu mtakatifu wa Bwana anaelekea mbinguni. Lakini ndivyo ilivyo. Ndio maana Yesu anawaambia rudini, anzeni Yerusalemu. Watu wa nyumbani kwenu wawakubali kwanza, wapokee ushuhuda kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Alafu wanasema ndipo uendelee kwa hatua nyingine na mwisho, katika mwisho wa nini? Wa nchi. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa lako lielewe kwamba mzee fulani ni mzee wa kiroho. Pita tathmini, elewe mzee huyu ni wa kiroho. Jamii inayokuzunguka ielewe ni wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Na hata wa mbali waelewe ni wa kiroho. Kwa hiyo hii ndio changamoto hata kwa wanafunzi wake Yesu Kristo. Pastor wamekaa naye miaka 3, hawana uzoefu wowote. Yesu anahubiri habari njema, watu waokolewe. Wao kazi yao ni kuangalia saa na siku, lini sasa Yesu anajitangaza kuwa mfalme wa Israeli. Kwa Yesu anaendelea kupambana, anaita watu wanaokolewa na viwete wanainuliwa, vipofu wanaona, wafu wanafufuliwa. Wanafunzi wake wanaangalia muda, lini mwalimu atateka ufalme wa Israeli. Kwa maana nyingine mwalimu anatuchelewesha. Tunahitaji kuwa huru. Sasa mwalimu yeye anazunguka huku na kule. Kwa hiyo wanafunzi hawakuwa wanamfuata Yesu kwa sababu walimuelewa. Walimfuata Yesu kwa sababu walijua huyu ndiye mtetezi wa kuwatoa katika utumwa katika ulimwengu. Kwa hiyo walikuwa wanamfuata tu kana kwamba jambo lao litimie. Walipoona ya kwamba Yesu haeleweki, wakaanza kumuuliza maswali. Wakaanza kuchombeza mambo. Inataka katika kushoto, kai kulia, sisi nifanye hivi. Waliona mtu sasa, mbona hatumuelewi? Ajenda yake ni ipi? Wakaanza kutoa yale moyoni mwao, ili ugundue kwamba hawakuwa sawa. Baada ya Yesu kukamatwa na kuanza msalabani, wanafunzi wake wakarudi walikuwa wamekuwa, wengine mavuvi walikuwa kwenye uvuvi wao. Kwa Yesu wanafunzi wote wamerudi kwenye kazi zao. Hawa ndio ambao walikuwa wanatembea naye, wanaelewa mambo makubwa aliyoyatenda. Amerudi nyuma. Kwa hiyo anafanya mtindo na mchakato wa kuwarejesha tena ili waendelee na safari. Sasa anapowarejesha muda ubaki mfupi.
Ni lazima Roho wa Bwana aendelee kuwa nao ili wasirudi nyuma tena. Bwana yeye anaenda kwa Baba. Tatizo kubwa hili hata kwa wanafunzi wa Yesu, kwa tatizo kubwa, na nilikuwa nimekisema sana hivi. Sasa kama wanafunzi wa Yesu ambao walikuwa karibu na Yesu, kwa tatizo kubwa, wewe na mimi, bila Roho Mtakatifu wapendwa, hatuwezi. Tunahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu katika maisha yetu ili tuweze kusafiri na kushinda dhambi. Hatuwezi. Tunahitaji hii nguvu ikae ndani yetu. Yesu Kristo kupitia kwa nguvu ya Roho Mtakatifu afanye kazi ndani yetu. Ulimwengu uokolewe, kanisa liokolewe. Leo kumekuwa na changamoto ndani ya kanisa, maelewano hakuna, ushirikiano hakuna. Ishu ni nini unadhani? Kwa sababu Roho Mtakatifu ndani yetu hayuko. Nami nitamuomba Baba, nanyi mtapokea nguvu. Siende kana kwamba anawaambia wanafunzi wake walikuwa na haraka sana. Msiende. Petro, usiende na kujua. Tulia kwanza Yerusalemu. Tulia Petro, huwezi kwenda kusimama. Utaweza. Na kweli Petro kama asingetulia kwenye chumba cha juu kupata nguvu ya Roho Mtakatifu, asingekuwa na uwezo wa kuhubiri na watu wakabatizwa 5,000. Hello. Lakini matokeo ya wabatizwa wale ni matokeo ya kujisalimisha kwake na matokeo ya Roho Mtakatifu aliye ndani yake. Lakini kama Roho Mtakatifu asingekuwa ndani yao, uwezo wa watu wale kuokolewa usingekuwepo. Bwana akamwambia tulieni. Wapendwa, inafika wakati tusimame, stop. Tumuulize Bwana, ni matengenezo gani tuyafanye ili kazi ikue? Haleluya. Miaka miwili, miaka mitatu inaenda, kazi iko pale pale. Lazima tusimame, tujihoji maswali, tumuulize Mungu, kwa nini kazi haikui? Shida iko wapi? Mbona watu hawaokolewi? Kanisa liingizi watu wengine, shida iko wapi? Bwana tuambie. Hatuwezi kusafiri wakati huo bado tuna makovu ambayo yanafanya safari yetu isiendelee kwa uhakika. Lazima tuhitaji Roho Mtakatifu, tumuombe Mungu atupatie ili kazi yake isonge mbele. Bwana Yesu asifiwe. Na marafiki zangu, ni uhalisia, tukiwa na nguvu ya Roho Mtakatifu kanisa hili halitoshi. Hello. Leo hata hii kanisa tunaliona linatosha kwa sababu Roho wa Bwana hajatugusa na kutusukuma. Ndio maana tunatamani kuwa hapa tu kila siku, hapa tu. Lakini kama tutajawa na nguvu ya Roho Mtakatifu, hili kanisa litabomolewa, litajengwa kanisa kubwa, maana kuna watu wanaohitaji kumwabudu Mungu wao. La, kwa sababu tunajitosheleza, tumejipimia, ndio maana tutabaki hapa mwishowe kanisa litadondoka. Hello. Mahali fulani nilikuwa napita, kanisa lilikuwa linaanza kudondoka hata kipande, mwisho wa siku madirisha yakawa yameongezeka, ilikuwa 10 yakawa na zaidi. Kwa hiyo kuna madirisha, kuna yale madirisha rasmi na madirisha yasiyo rasmi. Kwa nini? Kwa sababu hao watu wako lakini hawana mpango wa kuzaa. Hawana nguvu. Hivi ni kweli ya kwamba Mwaya ndio kanisa la mjini hapa, si ndio pastor? Hivi ni kweli hao ndio washirika ambao wanapaswa kusali katika kanisa hili? Mwaya mjini hapa. Na wote nikiwaangalia wote hapa mwaka jana mkuepo, ni wachache tu. Mwaka jana nilipokuja hapa, asilimia kubwa wote mlikuepo. Wapya wako wapi? Hello. Kama wakija ni 2 watatu. Kwa nini? Na Bwana ametupa nguvu, Bwana ametupa akili, Bwana ametupa ukweli wa neno lake tunalo. Tukihubiri watu wanasema kwa kweli ndilo kanisa la Bwana. Shida iko wapi? Shida hatuna Roho Mtakatifu. Hello. Maana huyo Roho Mtakatifu tukiwa naye, maisha yetu yatakuwa shepu. Bwana atayatengeneza. Hello. Unajua kinacho athiri kazi ya Mungu ni Mkristo
aliyookolewa, alafu hana mpango wa kuokoa wengine. Kazi ya Mungu inakuwa inaathirika. Ni msabato aliyo ndani ya kanisa, ambaye Bwana amemuita kwa neema yake. Hakustahili kuwa mwadilifu msabato kupata nuru, lakini kwa nguvu na uwezo na neema ya Bwana akamfanya kuwa Mwadventista msafiri. Lakini anapoingia katika kanisa hili, anaingia kama alivyokuwa huko nyuma. Anaingia na uzinzi, anaingia na uchawi, anaingia na ubinafsi, anaingia na dini, na akifika hapa hataki kufanya matengenezo. Roho wa Mungu hataki, Roho wa Bwana afanye matengenezo ndani yake, anaendelea kuwepo hapa. Kwa hiyo badala ya wengine kuingia, yeye amekuwa ni geti la kuzuia wengine kuingia. Maana kama yeye ni mzinifu, akienda hapo mtaani, vijana wanajua ya kama huyu kijana mwenzetu ni mzinifu. Leo hii unashika Biblia, Yesu anawapenda, wapendwa njooni kwake. Yesu anabadilisha. Nasema huyu yaani kama huyu anaenda mbinguni, hata mimi nitaenda. Hello? Hata wewe ujasiri wa kumhubiri Yesu utakuwa nao, maana utahubirije dhambi wakati wewe mwenyewe ni mdhambi namba moja? Haujabadilishwa. Kwa hiyo shida kubwa leo si kwenda kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe. Shida kubwa leo ni sisi kubadilishwa kwanza. Maana tukibadilishwa tutaenda kuhubiri, hata tumia nguvu nyingi, wengi watakuja wenyewe wakati fulani kwa matendo yetu. Sikiliza, Mungu alichokuwa anakifanya katika Israeli ya kale. Niwaambia marafiki zangu wakumbushe. Ukisoma Biblia hautagundua kwamba kuna mahali walikuwa wanaweka mikutano, si ndio? Lakini watu walikuwa wanakuja. Moja ambayo Mungu alikuwa anaitumia ni kuleta watu. Sio ninyi muwafuate. Watu wanakuja wenyewe. Kwa nini? Kwa matendo. Mambo makubwa Bwana aliyowatendea. Kwa hiyo watu wanakuja kujua huyu Mungu wa Israeli ni Mungu wa namna gani. Ukisoma vizuri Isaya 39 kama 38 utagundua Ezekia alipougua, alipoponywa, mfalme wa Babeli anakuja kushangaa makuu ya Mungu. Lakini sasa Ezekia hana tofauti na maisha yetu leo. Wanapokuja ili waokolewe, yeye anaonyesha vitu vingine ambavyo sivyo Mungu alivyokusudia. Kwa wanaishi wengi walikuwa wanaokolewa kwa matendo. Unavyoona hao wa Israeli, na Mungu akasema nimewafanya kuwa tunu kwa mataifa. Kwa watu wanapoona matendo makubwa Mungu anayoyatenda, Israeli wanapodhihirisha matendo makubwa, watu wanaokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Na leo haijabadilika. Kilichobadilika kwetu, tuna agizo la kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sio agizo tu la kwenda, tuna agizo la kuishi kama Mungu anavyotaka. Bali na agizo la kwenda. Tusisahau tukaenda wakati huo maisha yetu hayaakisi tabia ya Yesu Kristo. Na ndio maana Roho anapokuja analeta matokeo mawili. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokuwa na nguvu ya Roho, tunakuwa na matokeo mawili. Tokeo la kwanza ni muumini binafsi, mahusiano yake na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tokeo la pili ni wale sasa wanaomzunguka huyo muumini. Kupitia kwa kuhubiri kwake, kwa maisha yake, watu wanaokolewa. Kwa hiyo tuna kila hitaji na kumwambia Bwana tusaidie ili nguvu hii ya Roho Mtakatifu ndani yetu ifanye kazi kweli kweli. Maana yake bila hivyo hatuwezi kusafiri. Tunamhitaji sana Yesu aweze kutusaidia. Tunamhitaji sana ili kutimiza utume wa nitakwenda. Lazima Yesu ahubiriwe na wanaomhubiri wawe wamepokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Hapo ndipo tutahubiri katika haki yote. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana somo lilopita kwamba vipaumbele vya ufalme wakati fulani tumeona si tuna shida.
Tumeweka kipaumbele maisha yetu, tukaacha kipaumbele cha utume, tukasahau. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana. Ili kuwa nuru kwa mataifa inahitajika badiliko la kweli ndani ya moyo. Tusijitie kujifariji tukiwa ndani ya kanisa. Siku zote nasema, ninapoingia katika mlango ule wa kanisa ni fursa ya mimi kujifanyia tathmini. Hello? Napata fursa ya kuingia ibadani. Ni ubiri tosha kabla ya mhubiri kusema hapa mbele. Kwa maana naingia kwenye nyumba ya ibada. Kwenye nyumba ya ibada kuna Mungu. Mimi maisha yangu na huyo ninayekwenda kwake yakoje? Ninahitajika kufanya nini? Ukiwa mtu wa kufanya tathmini, utagundua ya kwamba unahitaji kufanya matengenezo makubwa sana ili uweze kuokolewa na kuokoa wengine. Kwa tunategemea watu wa Mwaya tunapo hitimisha siku 10 hizi za maombi, tunategemea kuona washiriki ambao wamekubali kunyenyekea chini ya mkono ulio hodari ili Mungu awakweze kwa wakati wake. Tunatamani kuona ubinafsi katika kanisa hili. Ubinafsi umeondoka, maana si kwa nguvu zetu, ila ni katika yeye atutiaye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii itashangaza ya kwamba tunahubiri hapa, tutaomba hapa kwa muda wa siku 10. Itashangaza bado uko pale pale. Anapenda sana kisa hichi cha Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili sura ya 6. Tagusa mistari kama 7 tu hivi, tutakwenda kufunga ibada ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Wafalme wa Pili sura ya 6 mstari wa 1 hadi wa 7. Kuna maneno ya msingi sana hapa. Na hapa huyu wahusika wako makundi mawili. Moja ni Elisha na kundi la pili ni wana wa manabii. Kuna kundi la tatu hayaonekani sana, ila ni yule ambaye aliazimishwa shoka. Hello. Kwa hiyo makundi matatu, au kwa maana nyingine wahusika watatu: Elisha, wana wa manabii na huyu ambaye alitoa shoka kwa kazi ya Mungu. Kundi mangapi? Matatu. Ila leo nitazungumza sana habari ya makundi mawili: Elisha na wana wa nini? Wale kisa kipenda sana. Ni waumini ambao wanafanya tathmini, Bwana Yesu asifiwe, ya maisha yao ya kiroho. Ikiwa unaweza kufanya tathmini kwenye familia yako, hivi ni kitu gani kinatuzuia tusifanye tathmini katika kazi ya Mungu? Kama ikiwa na sapoti maisha yangu kwa 100% na mambo yangu yanafanikiwa. Kama ni nyumba najenga, kama ni mashamba nanunua, kama ni kulima nalima kwa gharama kubwa. Lakini mbona kazi ya Mungu kiambiwa toa 10,000 tayari mgogoro umeanza? Shida nini? Shida Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Ubinafsi. Sasa kisa hiki nakipenda sana, inaonyesha watu ambao wanafanya tathmini. Na Elisha alikuwa nabii na alipata umaarufu sana mara baada ya Elia kupaa kwenda mbinguni. Na Elisha alikuwa mkulima. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa mkulima kama mimi na wewe. Tena alikuwa analima kutumia ng'ombe. Kama na wewe unalima kutumia ng'ombe, kwa hiyo ulikuwa una tofauti na Elisha, si ndio? Elisha alikuwa anaishi maisha tu ya kawaida, sio maisha kusema ni ya kifahari. Maarufu wake aliupata mara baada ya kuingia kazini, kuhitaji kuwa mtendakazi pamoja na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndipo Elisha akawa maarufu sana. Wewe unatafuta umaarufu kwa nguvu zako, kwa kufanya mabiashara, unatafuta umaarufu kwa vipaji visivyotumika ndani ya kanisa. Sikiliza, huwezi kupata umaarufu ulio wa kweli. Umaarufu wa kweli unaletwa kwa mtendakazi aliyekubali kufanya kazi na Mungu. Haleluya. Kwa Elisha akawa maarufu mchungaji. Na nimejaribu kufuatilia kisa nikagundua umaarufu wake ulianza tu mara baada ya kupokea kazi.
Mara baada ya kuwa tayari kufanya kazi ya Mungu, ndipo akawa maarufu. Unajua hata kanisa la Mungu leo, ili lijulikane, lazima tufanye kazi ya uinjilisti. Bwana Yesu asifiwe. Tukijiingiza kwenye kazi, ili kanisa litatambulika, na linapotambulika watu wanaingia, maana wanajua hawa watu wa Mungu. Kwa Elisha alitambulika kuwa mtu wa Mungu mara baada ya kujifungamanisha kwa kazi ya Bwana. Haleluya! Ndipo alipotambulika huyu ni mtu wa Mungu. Na wengine walikuwa na shida, walikuwa wanamtafuta, maana tayari amejihusisha katika kazi. Sikiliza, utakaa miaka 20, miaka 30 ndani ya kanisa, hutaona hata mmoja anakuja kwako anaomba ushauri au anaomba uombee. Hello, na wewe ni msabato, msabato uliobeba nuru, hautaona hata mara moja. Ni kwa nini? Bado haujakuwa tayari kujihusisha katika kazi ya Mungu. Nadhani ya kwamba ni wachungaji peke yao. Hata mchungaji naye kama hayuko tayari kujihusisha kikamilifu, hataona watu wanakuja kwake kuomba ushauri na kuombewa, hataona. Maana Mungu anataka kufanya kazi na watu walio tayari. Bwana Yesu asifiwe. Hawawezi kuja kuendelea kujifunza huko, watu hawawezi kuja kwako ikiwa wewe ni giza. Watu wanakuja kutafuta nuru. Bwana anawaleta watu mahali palipo na nuru. Bwana Yesu asifiwe. Palipo na nuru. Kwa Elisha alitambulika sana, alijulikana, huduma yake ikapaa, maana alijitoa kikamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Na ngoja niwaambie, hata ile biashara yako, jitoe kikamilifu kuwa mtumishi wa Mungu, utaona watu watakuja, biashara inakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Maana najua nikienda pale kuna mwaminifu wa Mungu. Wewe unayefanya kazi ili upewe kazi, kuwa mwaminifu wa Mungu. Watu wasema huyu anafaa kupewa kazi maana ni mwaminifu. Wengi hapa tunaishi maisha magumu kwa sababu hatuna uaminifu kwa Mungu. Na kwa sababu tumekosa uaminifu kwa Mungu, hatuwezi kuwa na uaminifu kwa wanadamu wenzetu. Ndio maana maisha wakati fulani yanakuwa magumu, maana hata mtu akitaka kuweka mahali fulani, akikupima anaona hapa hakuna mtu. Hello. Kwa Elisha huduma yake ikakua, maana alijitoa kikamilifu. Na hapa katika kisa hiki, mstari wa kwanza wa sura ya 6 inaeleza Elisha alikuwa ni nabii, na hakuishia kuwa nabii. Elisha ndio nabii wa pekee ambaye alikuwa na wanafunzi wengi ambao walikuwa wanajifunza chini ya miguu yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Alikuwa anatatua mambo, hekima, roho wa Bwana. Kwa hiyo vijana wengi wakatamani kuwa kama Elisha, wengi sana. Na waposikia wana manabii, kusoma kwenye roho nabii, shule za manabii, utagundua ambao walikuwa wanakaa kwenye shule hizi ni wale ambao wamejitoa kikamilifu, watafakazi, watu wenye hekima, wacha Mungu, ambao wamejitoa wao wenyewe kuwa walimu wa kufundisha wengine, wanakuwa hapa kwenye hii shule ya manabii. Maana vinginevyo huwezi kudumu hapa, maana hata shughuli za mikono walikuwa wanatafuta fedha ili waendelee kujifunza hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo walikuwa wengi kweli, vijana wengi sana. Vijana walikuwa wengi ambao wamejikusanya, wengi sana, wanakuja kusikiza hekima kutoka kwa Elisha. Nikikuuliza leo, mtoto wa mwaya, mshiko wa mwaya, watu wanaweza kuja kwako kweli kupata hekima? Sinijibu, lakini kama unajua hawawezi kuja, mwambie Bwana nisaidie. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni nguvu ya Roho Mtakatifu iliyo ndani ya Elisha, mtu wa Mungu huyu. Kwa sasa sikiliza, wakati wanaendelea kujifunza kwa katika kuwa sehemu hii, Biblia inasema hivi katika Wafalme wa pili sura ya 6, maandiko yanasema hivi: kisha wana wa manabii wakamwambia Elisha, angalia, basi mahali tukaapo mbele yako ni padogo kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Watu waliojaa Roho Mtakatifu, wanaofanya tathmini, watu ambao wana akili zilizofungamanishwa na akili ya kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Anamwambia Elisha, sikiliza, tuko mbele yako. Kama vile mnaniambia mchungaji wa mtaa, mchungaji Munisi, tuko mbele yako. Mahali hapa ni padogo. Walikuwa wanakaa mahali ambapo hapajakaa sawa. Hello. Kwa ameandaa mahali pa ibada, mahali pa kujifunza, lakini sio sawa sana, sio bora.
Mmoja akaibuka na wazo, haiwezekani, sisi ni watoto wa kifalme, mambo kama haya haiwezekani, sisi ni mashahidi wa Yesu Kristo wenye Roho Mtakatifu, hatuwezi kuwa mahali hapa. Tunatamani kupiga hatua. Bwana Yesu asifiwe. Ifike mahali mshiriki wa kwaya aseme hapana, hatutamani kuwa hapa. Idadi ya washiriki waabudu ni chache, hatutamani kuwa katika uchache huu, tunatamani kwenda kutafuta wengine waokolewe. Mungu atukuzwe. Haleluya. Watu wenye tathmini, wenye roho Bwana hawataridhika na hali hii, wakasema haiwezekani. Elisha, tunaomba angalia basi mahali tukapo mbele yako ni padogo kwetu, basi twende mpaka Yordani kwa kuomba, tutwae huko kila mtu mti mmoja, ili tujifanyie huko mahali pa kukaa. Bwana Yesu asifiwe. Mahali pa kukaa. Akajibu, haya, nendeni. Mmoja wao akasema, uwe radhi basi na kusihi uende pamoja na watumishi wako. Akajibu, nitakwenda. Bwana Yesu asifiwe. Takwenda. Basi akaenda pamoja nao, nao walipofika Yordani wakakata miti, lakini mmoja wapo alipokuwa katika kukata boriti, chuma cha shoka kikaanguka majini. Akalia akasema, ole wangu Bwana wangu, kwani kiliazimiwa kile. Mtu wa Mungu akasema, Elisha, kilianguka wapi? Akamwonyesha mahali. Akakata kijiti akakitupa pale pale, chuma kikaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, tumeitwa na Mungu katika kanisa hili kutatua matatizo ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Tumeitwa. Kama hatuna uwezo wa kutatua matatizo ya watu wanakuja na mapepo wanarudi nayo, basi bado tunahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Tumeitwa kutatua matatizo ya watu. Tumeitwa kuhubiri habari njema. Tumeitwa kuwaelekeza watu namna wanapaswa kufanya. Sasa wana wa manabii wakamwambia Elisha, sikiliza, kuna mambo ya msingi nimeyapata hapa. Kuna mambo ya msingi ambayo natamani kushare na wewe katika mchana wa leo. Watu waliojawa na Roho Mtakatifu, watu ambao wako tayari kufanya kazi ya Mungu, watu ambao hawatasubiri mchungaji mpaka aseme, watu ambao watajitoa wenyewe, wenye kujua majukumu yao, watu waliobarikiwa, Mungu aliowekeza fedha kwao, Mungu aliowekeza mali kwao, watu ambao hawatajali ya kwamba hiki ni kidogo au ni kikubwa, watu ambao watajitoa kikamilifu kufanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hawatangoja uongozi useme, hawatangoja mchungaji aje aseme. Wana wa manabii hawakusubiri Elisha aseme tukate miti, tupanue eneo hili. Hawakusubiri. Watu waliokuwa na Roho Mtakatifu ni watu ambao watajitolea mali zao, watatoa fedha zao ili kazi ya Mungu isonge mbele. Watu ambao hawatajali na kwamba litawagharimu kiasi gani, watu ambao watakanyaga maji kwa miguu yao miwili ili kuelekea Kanaani. Bwana Yesu asifiwe. Sio mchungaji anaagiza mpaka aje huko aseme jamani tufanye moja mbili tatu. Tumeitwa mashahidi. Bwana Yesu asifiwe. Sio mpaka mchungaji akomae kwenye baraza juu ya effort tufanye uinjilisti. Watu wa Mungu wenyewe watapeleka ajenda kwamba mchungaji, mwaka huu tunahitaji kuhubiri effort 5. Bwana Yesu asifiwe. Maana Bwana amewekeza kwetu. Hawatasubiri mchungaji aje na njozi effort. Lakini mchungaji atakaye na njozi effort bado akapigwa mapembe na vikumbo. Hello. Maana watu ni ishara kwamba roho wa Bwana bado. Mwaka huu sio mwaka wa kuhubiri. Hali fulani. Mwaka huu sio mwaka wa kuhubiri. Mwaka upi ni wa kuhubiri? Una uhakika na maisha yako? Hello. Kwamba kuna mwaka wako umejiwekea ili ufanye ibada na mahubiri. Hello. Nyakati zote Mungu anahitajika kuhubiriwa. Watu wenye roho Bwana. Mwambia Elisha, inatosha kuwa hapa. Kila mmoja alijua jukumu lake, maana roho wa Mungu alikuwa ndani yao. Na sisi roho Bwana akiwa ndani yetu, tutajua majukumu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mambo madogo tu ya haraka unafanya tathmini hapa hitaji kuleta tu hapa, hii ukuta umechoka, unahitajika kupigwa rangi. Mara moja tu mshiriki aliyebarikiwa anayejua wajibu wake
anayeongozwa na Roho Mtakatifu hata ruhusu kanisa la Mungu lio katika hali hii, atakwenda kuchukua rangi na kupaka kanisa la Bwana, maana Roho wa Bwana anamsukuma. Hivi niwaulize swali marafiki zangu, Roho wa Bwana atusukumi kutengeneza kanisa lake vizuri? Ni roho gani asiyetusukuma? Akiwa ndani yetu atatusukuma. Bwana Yesu asifiwe. Hatutasubiri ajenda yoyote, tutajitoa mali zetu kwa ajili ya kazi ya Mungu. Watu wenye roho, watu wanaotambua wajibu wao. Mchungaji mmoja pata kisema mahali fulani, pastor mchungaji mmoja alikuja mahali fulani, maana nikisema mtajua. Alipoingia kwa mara ya kwanza katika mtaa ule akasema hivi, yaani nyewe vichwa vyenu vimepasuka kama hili kanisa. Hello, kuanzia leo hili kanisa nalibomoa. Tasali kwenye miti. Hello, walizani utani. Na akatengeneza na kamati ya kubomoa. Kanisa lilibomolewa likajengwa. Bwana Yesu asifiwe. Nyewe wote tunasali hapa, lakini kwenye nyumba zetu yumkini zina vitu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Ifike wakati Roho wa Bwana atuingize kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka kusema ni nini? Usikae kimya. Jambo lingine, kuna kitu Mungu amewekeza kwako. Bwana Yesu asifiwe. Usikae kimya. Jana huyo akakaa kimya, alitoa wazi, ikakubalika. Usikae kimya, sema. Bwana Yesu asifiwe. Leta njozi. Mungu kuna kitu amewekeza. Ndio maana sisi tukae kimya. Bwana akitupa njoo tunaitupa kwenye baraza la kanisa, halmashauri ya kanisa. Shida ni kwamba tunatupa alafu. Hello. Umeelewa vizuri? Kiongozi fulani anakuja analeta na njozi. Yaani ni ukuta, mnamwekea ukuta. Watu wenye Roho Mtakatifu watatambua wameitwa hapa kwa makusudi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usikae kimya. Usikae kimya, Bwana amewekeza mahali kwako. Usirizike na maisha yale yale. Watu wenye Roho Mtakatifu hawatarizika na maisha yale yale kila siku, maisha ya kiroho yale yale. Mwaka jana alikuwa hivi, asomi lesoni. Mwaka juzi asomi lesoni, na mwaka huu pia asomi nini? Hanunui lesoni, makeshi. Hasomi Biblia kwa mpango mwaka jana, na mwaka huu tena ameingia hasomi. Huyu mtu hatoi zaka na sadaka mwaka jana, miaka ya nyuma, na mwaka huu tena kaingia hatoi zaka na sadaka. Watu wenye Roho Mtakatifu hawatakubali kuwa pale pale, maana ni Roho anafanya kazi ndani yao, sio wao, ila ni Roho wa Bwana anawawezesha kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi. Usikubali kuwa pale pale, rafiki yangu. Kiuchumi uko pale pale, kiroho uko pale pale, kijamii uko pale pale. Lazima uwe na njozi. Ifike wakati uwe na njozi itakayokusaidia kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Nenda nje ya boksi. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mwaka juzi unakaanga maandazi, na mwaka huu unakaanga maandazi, miaka mitano ukaanga maandazi. Hello? Uwe na njozi. Sasa ukaanga maandazi ni mbaya. Hello? Uwe na njozi. Yaani ulipokuwa mwaka jana usio mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unalima eka 2 miaka mitano. Hiyo unapata gunia 3. Yaani wewe kila mwaka eka 1, eka 2, unapata gunia 2. Nenda nje ya box. Bwana Yesu asifiwe. Kila siku ni kupanda wa kumwaga. Zile mpunga na mwaga, mara unachomeka. Nenda nje ya boksi, kakate mashamba yenye rutuba. Bwana Yesu asifiwe. Tafuta mashamba ambayo ukipanda unapata. Ifike mahali wapendwa, watu wenye Roho wa Bwana watakuwa ni watu ambao wanatamani kila leo wasikae pale pale, wafanye mabadiliko. Bwana Yesu asifiwe. Fanye mabadiliko. Hawatakubali washiriki wale, watakubali kujifungamanisha kwenda kuleta wengine. Bwana Yesu asifiwe. Watu wenye Roho wa Bwana, watu ambao wana Roho wa Mungu anawaongoza ndani yao, hawatarizika na maisha
yale yale ya kiroho na kiuchumi, kijamii. Unapaswa kufanya kuwa mtu wa kufanya tathmini. Bwana Yesu asifiwe. Nilisema hii, wenye roho wa Mungu lazima wawe watu wa kufanya tathmini. Maisha yangu yakoje? Maisha ya kanisa yakoje? Maisha ya familia yangu yakoje? Mtu wa kufanya tathmini. Lakini uwe mtu wa kuiwazia kazi ya Mungu, acha kuwaza mambo yako tu peke yako. Jana tuliona vipaumbele, si ndio? Juzi kama sio jana. Na tuko leo ndani ya kanisa tunawaza mambo yetu tu. Hatujawahi kukaa kuwaza kwa ajili ya kazi ya Mungu. Wenye roho wa Mungu hawatawaza mambo yao peke yao, watawaza na mambo ya kanisa. Wanapoweka budget kwenye familia zao, wataweka budget kwa ajili ya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, haleluya. Wenye roho wa nani? Kwa uwe mtu wa kuiwazia kazi ya Mungu. Uwe mtu wa kuiwazia kazi ya Mungu. Nafikiri naenda hitimisho. Sitamaliza leo kwenye mistari hiyo 6. Bado niko kwenye mstari wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Niko kwenye mstari wa kwanza. Kisha wana wa manabii wakamwambia Elisha, mahali tukaapo ni padogo kwetu. Kwa hiyo pointi ya 5 katika mstari wa kwanza. Usiruhusu kazi ya Mungu au nyumba ya Mungu kuwa hali ya chini isiyo na mvuto. Bwana Yesu asifiwe. Wenye hekima na wenye roho wa Bwana hawataruhusu kazi ya Mungu kuwa hali ya chini. Wapendwa, ikiwa wenzetu makanisa yao yamejaa, kwani sisi tunashindwaje? Kena makanisa ya Roman Catholic na waumini wengi sana, na hata hapo wanajenga sio ni ghorofa hiyo sio ni nini, si ndio bwana? Na maana sisi akili zetu na wao wametuzidi. Nauliza kanisa kwa sauti ya chini kabisa. Ina maana tunashuhudia ya kwamba Mungu tuliye naye hajatubariki kama wao. Mungu anahuzunika sana. Wasiojua ukweli wanafanya mambo makubwa. Wanajenga manyumba makubwa ya ibada. Wanaojua ukweli wanaishi kwenye vibanda. Bwana anahuzunika. Hiki ndicho wana wa manabii walikikataa. Kina makanisa wenzetu na washiki wengi, sisi tunaanza kutafutana hapa. Kwa nini? Shida iko wapi? Ili kanisa lina Roho Mtakatifu, ili kanisa ni la Mungu, limejaa kweli. Shida iko wapi? Fanya tathmini, utagundua shida ni sisi wenyewe. Bwana atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atusaidie. Ili watu waseme ili ni kanisa la Mungu aliye hai. Leo hii utamtoa kwenye kanisa lake kuzuri, mlete hapa. Bwana Yesu asifiwe. Anaona mpasuko hizi. Hii kanisa litadondoka. Kuna mpasuko mali linajivuta, si ndio? Upepo ukija siku kapitia langoni, utaipata kwa nani? Weka hapo ndio. Kaimu, sijui sasa hivi ni kaimu au sio kaimu. Rafiki yangu mwaka jana, mzee wa kanisa mwaka jana. Endelea kukaa na umekaa karibu na mpasuko. Unavaa suti nzuri. Umeenda kwa wewe lakini kapendeza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama suti nzuri kama hii, anakuja kusali kwenye mpasuko. Naenda kanisa. Kanisa Sabato, kanisa Sabato. Ni kanisa ambalo juu ya bati kuna majani mengi yameoza. Bwana Yesu asifiwe. Shemasi kweli, rafiki yangu na wewe umeshinda kusafisha huko juu ya bati. Bati linaoza kabisa. Ila Mungu awabariki pastor. Mwaka jana nilikusa hii kitu, walikuwa na boksi kubwa la maombi, alafu boksi la sadaka kadogo. Ni ishara ya kwamba wanataka sana
Mungu awatendee, hawataki kutenda kwa ajili ya Bwana, ila mwaka huu wamefanya mabadiliko. Wamedhihirisha kwamba Mungu kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Na tujitahidi vijai sasa. Haleluya. Ndio. Sisi ni watoto wa kifalme. Bwana Yesu asifiwe. Tumewekwa hapa kwa makusudi tudhihirishe utukufu wa Bwana, ya kwamba Mungu wetu sio maskini, Mungu wetu ni tajiri, ana uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Na sio kwamba Bwana hajatupa. Hello? Bwana ametupa. Sio kwamba hatupati fedha, tunapata fedha. Sio kwamba tuvuni, tunavuna. Ila shida, kipaumbele chetu ni nini? Kipaumbele chetu ni nini? Pesa tunapata sana, tena nyingi. Chungaji, nikiwasimamisha wanakuza hata gunia 50. Na mchungaji mmoja hajaniambia chochote kuhusiana na uvunaji wetu. Kule mbona uenda yumkini wanavuna mpaka gunia 100 hapa. Lakini amepeleka ngapi kwa ajili ya kazi ya Mungu? Kwa afu huyo hana hata hivi, anapiga magoti kila leo, Baba nakwenda kulima na kupanda, nibariki. Akubariki, anakubariki, unakula mwenyewe tu. Wakati Mungu amekubariki ili kazi yake isonge. Haleluya. Haleluya. Katika siku 10 hizi Bwana atusaidie ili tupige hatua. Bwana Yesu asifiwe. Fikia wakati watu wa Mungu tuwe na maumivu na kazi ya Mungu. Tuwe na uchungu. Tuwe na uchungu na kazi ya Bwana. Uwe mtu wa kuiwazia kazi ya Mungu. Usiruhusu kazi ya Mungu au nyumba ya Mungu kuwa hali ya chini, sio na mvuto. Wenye Roho Mtakatifu watakuwa watu wa kuiwazia kazi ya Mungu. Jambo la 6, jitoe kwa kazi ya Bwana. Usiwe mtu wa maneno peke yake, kuwa mtu wa vitendo. Maana Roho Mtakatifu anapomwagwa kwetu, sharti la kwanza ni kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa usiwe mtu wa maneno peke yake tu, maneno kuwa mtu wa vitendo. Haleluya. Kanisa letu lina watu wengi wa maneno, ila sio wa vitendo, ila sio wa bomani. Huko ambako si kutoka huko mbili. Tena ni wengi mbingu ni wengi. Sema ni wengi. Wa maneno ila sio wa matendo. Watu wa kuhubiri vizuri, watu wa kumhubiri Yesu, lakini sio watu wa kumuishi Yesu. Watu wa kuzungumza makuu ya Mungu, lakini si watu wa kuona hayo makuu ya Mungu katika maisha yao. Watu wa kutoa historia, lakini sio watu wa kuishi historia hiyo. Watu wa maneno. Wenye Roho Mtakatifu hawatakuwa na maneno peke yao. Maneno yao yatakuwa yanaambatana na vitendo. Bwana Yesu asifiwe. Siishie kuhubiri tu alafu unachokuhubiri au kiishi, haitasaidia. Hello. Na hiyo ni udhihirisho kwamba Roho Bwana ndani yako kuna changamoto. Unachokisema ndio unachokitenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana, sisi ni watoto wa mfalme. Tumeitwa kwa makusudi katika kanisa hili. Kwa hiyo jitoe, usiwe na kiburi hata kama wazo limeanzia kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine tuna viburi ndani ya kanisa. Roho wa Mungu aruhusu viburi. Hello. Mmoja angeelewa. Sasa umeona tumejenga jengo zuri kwa wana manabii. Mimi nataka kuwa chini ya Elisha. Elisha ni mimi. Acha kiburi, hata kama wewe una mawazo na njozi. Tulia, Bwana akunyenyekeze. Bwana Yesu asifiwe. Maana wenye Roho Mtakatifu hawatakuwa na viburi. Ukiona una kiburi sio shida. Kimbia miguuni pa Yesu akusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Ukijiona kama unajua kuliko wengine, acha. Sio mpango wa Mungu huo. Roho wa Bwana akai kwa mtu wa namna hiyo. Anajiona anajua. Sisi wote tuwasafiri. Hakuna anayejua, ni Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu peke yake. Hata kama una elimu usione elimu yako ni kubwa, hapana. Hakuna elimu zaidi ya elimu anayoitoa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo sio kajigamba una elimu kubwa, una uelewa mkubwa. Hakuna uelewa zaidi wa Roho Mtakatifu. Tunakupima hapo tu, hata uwe na PhD uwe na degree lakini kama hauna Roho Mtakatifu, hata certificate kwako pia haikustahili. Hello, PhD namba moja, degree namba moja ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio elimu. Ukimpata huyo anakupa elimu yote na neno la Bwana. Kwa hiyo hata kiburi, una mawazo mazuri, ndio Bwana ameyaweka kwako ili kazi yake isonge mbele. Haleluya, ndio maana yake. Angesema acha tuone watafanya nini. Hivi kweli unaelewa tunachokifanya? Acha tuone, acha tuone. Nakaa kimya, tuone sasa watafanya nini. Hii kazi sio mwanadamu, watu wa Mungu. Haleluya, hii kazi inaongozwa na Roho Mtakatifu mwenyewe. Bwana tunyenyekeze, kiburi kishuke ili kazi yake isonge mbele. Unajua kutengeneza vizuri kama rafiki yangu hapa, kuseti mambo. Hata kiburi, tulia. Fundisha na wengine. Ukielekezwa elekezeka. Tunatamani kwenda mbinguni, lakini kama viburi itakuwa ni sema maisha yetu, wapendwa, hatutaweza kwenda mbinguni. Kwa tunamhitaji sana Yesu Kristo atunyenyekeze kupitia kwa nguvu. Mwalimu, si ni mwalimu, mimi kuna makishi kwani rafiki yangu kajua tu ni mwalimu. Sasa sijui ni mwalimu kweli au sio mwalimu. Bwana shamba. Na bwana shamba bwana kishikwanje. Haleluya. Nyenyekea. Nyenyekea rafiki yangu. Ukitaka Bwana, huyo maandiko yako wazi. Anakwambia hivi, ajikwezae shushwa, ajishushae kwezwa. Tulia. Ruhusu Bwana afanye mapenzi yake ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa usiwe na kiburi. Kataa mambo madogo. Wewe ni mfalme. Wenye Roho Mtakatifu hawatakubali kufanya mambo madogo. Itakuwa ni watu wa mambo makubwa. Kufanya dhambi ni mambo madogo, yakataa. Bwana Yesu asifiwe. Uzinzi ni mambo madogo, kataa. Ulaji wa zaka na sadaka ni mambo madogo, kataa. Kataa mambo madogo. Wewe ni mfalme. Mfalme. Fike mahali. Bwana atusaidie sana. Njoo Roho Mtakatifu. Ni wangapi katika mchana wa leo nasema Yesu, tumejitathmini, tunaona tunakuhitaji sana. Yesu, naomba unisaidie katika mchana wa leo. Yale madhaifu na mapungufu niliyoyaona, Bwana unisaidie ili nifanye matengenezo. Ikiwa tamanio lako pamoja nami katika ibada leo, unaweza kunyosha mkono wako. Mungu akubariki sana. Tusimame wakati tunaimba wimbo wa Njoo Roho Mtakatifu, kiongozi amini. Tuimbe alafu tutakwenda kuomba. Roho Mtakatifu kiongozi amini, utushike mkono tulio wasafiri, utupe kusikia hamsa wote na upole safi refu matana huko za nyumbani. Sana,
tusiache shakani na tukigizani, utupe kusikia sauti ya upole safi refu hata na Mungu zangu ndani siku zetu za kazi zikiwa zimekwisha, wala tunatazama ila mbinguni sana, utupe kusikia sauti ya upole safi refu hata na Mungu zangu. Amin. Baba yetu wa mbinguni, Baba yetu mtakatifu, Mungu wa wote wenye mwili, katika mchana wa leo watoto wako tumesogea tena. Tafadhali Bwana, tunaomba utupokee kama tulivyo. Tumefanya tathmini ya maisha yetu Bwana, tumegundua ya kwamba tunahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu zaidi ya jana. Tunahitaji Roho Mtakatifu ili Bwana Roho Mtakatifu atusaidie kusafiri katika ulimwengu, kuelewa makusudi makubwa ya kuweka kanisa lako katika ulimwengu. Yesu, tunatamani sana siku unapokuja Bwana tukulaki mawinguni. Yumkini yapo mambo ambayo yanaweza kutufanya tukashindwa kukulaki utakapokuja. Hayo Bwana tunayasogeza katika mchana wa leo. Kila mtoto wako anapoleta jambo lake mbele zako, wewe ni udhaifu wake kwa muda mrefu, anapouleta kwako, tafadhali Mungu wa mbinguni, tena muujiza mtoto wako akawe huru tangu sasa, kwa sababu katika siku hizi 10 Bwana umekusudia kutufungua. Tafadhali Bwana tufungue ili tuwe huru kweli kweli. Tusaidie Yesu, pale ambapo pana changamoto katika kanisa letu Bwana tusaidie ili changamoto zisambaratike kwa utukufu wa jina lako. Pale ambapo hakuna umoja Bwana tusaidie ili umoja, ushirikiano vitawale milele. Lakini Yesu tusaidie ili Bwana utupatie nguvu ya kuweza kutangaza, kuwa mashahidi majasiri kwa ajili ya kuhubiri kwa mataifa wasiokujua. Peke yetu hatuwezi, tunakuhitaji wewe. Watoto wako ndio mkuja hapa, una shida zao nyingi kweli kweli. Wewe unayejua kusoma mioyo, soma kila ombi na mtoto wako katika mchana wa leo, na nenda Bwana kamtendee, maana umeahidi tunapoomba wewe unatenda makubwa, na miujiza ya pekee inatendeka kwa mtoto wako aliyeomba kwa imani. Na katika mchana wa leo tunaomba kwa imani ya kwamba Bwana tafadhali tutendee mahitaji yetu tunayokuomba katika ibada ya leo. Wenye magonjwa wakaponywe, wenye nguvu za giza, mapepo Bwana yasipate nafasi, Bwana mapepo yakasambaratike. Wenye shida katika ndoa zao, shida za kiuchumi, Yesu tafadhali ingilia kati katika uchumi wetu.
Tufanye kuwa watu wa kipekee, watu maalum katika ulimwengu huu, ili tuweze kupeleka ujumbe maalum, ujumbe wa wokovu kwa wengine. Ili uwe na nguvu kwetu ujumbe huu, Bwana, tufanye sisi kwanza kuwa maalum, napopeleka watu wakaupokea. Nimeomba katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mkombozi wa maisha yetu. Amen.